Tunaendelea kuangalia somo letu. Sasa tutaweza kuangalia hapa jambo lingine la pili ambalo linatokea mtu baada ya kuokoka. Jambo lingine la pili linalotokea mtu baada ya kuokoka ni mtu kupokea msamaha wa dhambi. Tunapokea msamaha wa dhambi baada ya kuokoka. Unapookoka na kumpokea Bwana Yesu kwa kudhamiria kutoka moyoni kabisa, tayari Mungu wetu anaachilia msamaha wa dhambi, anatusamehe. Hata kama tulizini hapo mwanzoni, hata kama tuliiba, hata kama tulidhulumu, hata kama tulifanya mambo ya mauaji, tukiokoka Mungu anafuta dhambi zetu zote. Kwa sababu gani Mungu anatusamehe tukiokoka? Ni kwa sababu wakati tunafanya zile dhambi, wakati mtu anaiba, wakati mtu anafanya uzinifu, wakati mtu anafanya mambo yasiyofaa, aliyekuwa anamuongoza ile spirit iliyokuwa ndani yake, ile roho haikuwa roho ya Mungu, ilikuwa ni roho ya shetani. Sasa unapookoka ama tunapookoka, Mungu maana yake kupitia Kristo Yesu ametuokoa kwenye ufalme wa shetani, ametuokoa kwenye ufalme wa giza, ametunusuru, ametuleta katika ufalme wa Yesu mwenyewe. Kwa sababu hiyo sasa anatusamehe kwa habari ya dhambi zile ambazo tumezifanya na kutuosha kabisa, na tunabadilishwa katika jina la Yesu. Maandiko yanasema hapa kitabu cha Kolosai, nataka nisome kitabu cha Kolosai sasa, tuone nani mzungumza hapa. Kolosai sura ya kwanza ule mstari wa 13. Kolosai sura ya kwanza mstari wa 13 hadi 14, maandiko yanasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Unaona kwamba naye nani? Yesu Kristo. Baada ya kuokoka mtu amekombolewa kwenye ufalme wa giza. Kwa hiyo yale matendo maovu alikuwa akiyatenda kipindi kile, alikuwa sio nafsi yake ya Mungu, ilikuwa nafsi ya shetani ndani ya mtu, inamtuma uwe, inamtuma abake, inamtuma atoe mimba, inamtuma afanye vituko na uchafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamtuma adhurumu, inamtuma afanye mambo yasiyokuwa mazuri. Kwa hiyo anapookoka sasa, kinachotokea pale, huyu mtu ataanza kuongozwa na ufalme wa Mungu katika mambo ya kimungu, sio tena ufalme wa shetani. Kwa hiyo anasema naye alituokoa katika ufalme wa giza, katika ufalme wa shetani, akatuingiza kwenye ufalme mzuri wa mwana wa pendo lake, ambaye ni Kristo Yesu, ambaye katika yeye tuna msamaha wa dhambi na tuna ukombozi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko yanazungumza kwa habari ya kubadilishwa. Kile kitabu cha Korintho wa pili, nataka nisome mtazamaji wangu hapa, wa Korintho wa pili sura ya 5 ule mstari wa 17, anasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, tazama amekuwa kiumbe kipya, amekuwa safi. Kwa hiyo unapookoka, mtu anapopokea Bwana Yesu, nimesema jambo la kwanza kwamba kunakuwa na furaha mbinguni, lakini jambo la pili tunapokea msamaha wa dhambi. Haleluya. Niandikie message yako hapo, unanielewa? Sasa hebu tuangalie, je, nifanye nini ili na mimi niweze kuokoka? Ili ni swali ambalo wengi unajiuliza. Mtu anasema, je, mimi nifanye nini mchungaji na mimi niokoke, niweze kushinda dhambi, niweze kuishi maisha matakatifu? Ni swali ambalo wengi wako nalo kwenye mioyo yao. Yamkini wewe nawe ile swali uko nalo. Hebu sasa fuatilia vizuri ujumbe huu, nitaweza kukusaidia kukupatia majibu. Video inayofuata inakuelezea kile ambacho inabidi ukifanye ili uweze kuokoka.